Mfano Kiswahili, mtu Mswahili anakuja kutia kazi alafu mnafanya shida yako wewe mwanangu, wewe ni Mswahili sana. Mimi nitang'ang'ania kwenye hili swala. Hebu njoo. Sasa unaweza ukaniambia shida ilikuwa ni nini? Nilienda kumwomba mama mkwe msamaha. Nilijua nitakuwahi. Yaani wewe mwanangu wewe. Kazini tumesema saa 2, si ndivyo? Ndio. Saa 2 kamili tukutane mimi na wewe. Mimi mpaka inafika saa 3:30 rafiki yangu hujafika. Na nakupigia simu upokei, unaniambia umepitia kwa mama mkwe. Kwamba ulipeleka hela? Asa kama una pesa si ungesema? Crispin. Simu nilikuwa naiona. Lakini nilikuwa na mama mkwe. Mama mkwe pale alikuwa ananitolea maneno makali, ananitukana. Kama alikuwa anashindwa kupokea simu yako. Nilikuwa siwezi kuondoka bila yeye kumaliza kuongea. Mwishoni akaamua kunifukuza kabisa ndugu yangu. Yaani wewe mwanangu kama dimbwi. Usipoliziba basi linazidi kuwa kubwa. Maana kila tairi la gari linavyopita linatengeneza alama yake. Ndio wewe jinsi ulivyo. Unajua kabisa una shida, alafu bado unaenda kwa mama mkwe, una chochote mfukoni. Aya, ulienda kufanya nini sasa? Crispin. Unajua mama pale ni mgonjwa. Na yule mtoto pale ni mdogo Crispin. Hawezi kukaa na yule mama. Mama unanyuka pale hajiwezi Crispin kitandani. Mimi nikianza kazi mtoto atabaki na nani Crispin. Na ndio maana nikaamua maamuzi kwenda pale kwa mama mkwe. Niweze kuongea naye anisamehe ili amchukue mtoto akae naye ndugu yangu. Mama unisamehe tu Crispin. Okay, sawa. Sasa ndo tushafeli leo. Crispin ndugu yangu. Mimi na maisha magumu. Ukisema hivyo unanidhoofisha mwili wangu kabisa na akili yangu pia inahama Crispin. Kwa pale ndugu yangu hakuna tena. Nisiwe Mungu. Yaani kwa pale hakuna tena. Ndo mwisho. Yaani sijui nisemeje kwa sababu yule alinipa nafasi leo na kashaniona mimi siko serious. Nilishindwa hata kurudi tena ndani kwenda kumwambia kwamba sijampata huyo Mungu. Au nivumilie sijui nivumilie atafika sasa hivi. Toka saa 2 kamili kaka mpaka saa 3:30. Hata ungekuwa wewe kweli. Waswahili wanasema kwa wewe